Karibu sana mdau wa Bongo Class. Somo letu la leo litahusu nini husababisha fangasi sehemu za siri. Leo tutalisimulia kwa utulivu, tukipita hatua kwa hatua kama hadithi inayoeleweka na inayoingia moyoni. Muhtasari wa somo letu. Katika somo hili, tunasimulia chanzo cha fangasi sehemu za siri, mazingira yanayowavutia fangasi kukua kwa kasi, na tabia za kila siku zinazochangia maambukizi kurudirudia. Utangulizi wa somo. Katika ulimwengu wa afya ya mwili, kuna jambo linalojitokeza kimya kimya, lakini huleta usumbufu mkubwa. Tatizo la fangasi sehemu za siri. Ingawa wengi hudhani ni tatizo la wanawake pekee, ukweli ni kwamba hata wanaume huweza kuathirika. Fangasi hawa, hasa wale wanaoitwa Candida, huishi mwilini bila kuleta shida. Ila, mazingira yanapobadilika, hadithi huanza kubadilika pia. Ndipo, wanaanza kuongezeka kupita kiasi, na ndipo dalili zinapojitokeza. Leo tutaangalia ni nini hasa huchochea mabadiliko hayo. Sasa tuingie kwenye somo letu. Namba 1. Unyevu mwingi kupita kiasi. Katika sehemu za siri, unyevu ni kama mwaliko kwa fangasi kukua kwa kasi. Hadithi huanza pale mtu anapovaa nguo zilizobana sana au zile za nailoni zisizopitisha hewa. Wengine huoga upesi na kuacha unyevu au wanakaa na nguo za mazoezi au kuogelea kwa muda mrefu. Katika mazingira haya, fangasi hushamiri kwa haraka kuliko unavyotarajia. Namba 2. Mabadiliko ya homoni. Katika vipindi vya ujauzito, hedhi au matumizi ya vidonge vya uzazi wa mpango, mwili huingia kwenye mabadiliko ya asilia. Asidi ya uke hubadilika, bakteria rafiki hupungua na fangasi hupata nafasi ya kuongezeka. Ni kama ulinzi kupungua na wageni kuingia kwa wingi. Namba 3. Kinga ya mwili kuwa chini. Kinga inaposhuka, mwili unapoteza uwezo wake wa kuwadhibiti fangasi. Hii hutokea kwa wenye kisukari kisichodhibitizwa vizuri, wanaoishi na VVI bila kufuata dawa za ARVs, walio kwenye msongo wa mawazo au wasiolala vya kutosha. Katika mazingira haya, mwili huwa mnyonge na fangasi hutumia udhaifu huo. Namba 4. Matumizi ya antibiotics. Antibiotics ni muhimu, lakini pia zina upande mwingine wa simulizi. Zinaweza kuua bakteria wazuri wanaolinda sehemu za siri. Pindi ulinzi huo unapopungua, fangasi huchukua nafasi mara moja na kuanza kuongezeka. Namba 5. Sabuni zenye kemikali kali. Sabuni zenye manukato na kemikali kali hubadilisha usawa wa asidi ya sehemu za siri. Usawa huo unaporegea, fangasi hupata kibali cha kuanza kukua. Hata harufu nzuri inaweza kuwa chanzo cha tatizo. Namba 6. Kujisafisha kupita kiasi au douching. Wengine hufikiri kuingiza maji au sabuni ndani ya uke ni kuongeza usafi. Lakini kwa kweli, huondoa kinga ya asilia ambayo huzuia fangasi. Kadiri inavyoondolewa, ndivyo fangasi wanavyopata nguvu. Namba 7. Kutumia au kushiriki taulo au vifaa vya usafi. Taulo lenye unyevu au kushiriki vifaa huongeza hatari ya kupata fangasi. Unyevu huu wa taulo huwa kama bustani inayowachochea fangasi kusambaa. Namba 8.
Lishe duni yenye sukari nyingi. Sukari huwa kama chanzo cha nguvu kwa fangasi aina ya Candida. Mtu anapokula sukari nyingi, fangasi hupata mazingira mazuri ya kuongezeka haraka. Namba 9. Magonjwa sugu ya ngozi. Eneo la karibu na uke au uume likiwa na eczema au psoriasis, kinga ya ngozi hupungua. Hapo, fangasi hupata nafasi ya kupenyeza na kusababisha maambukizi. Je, wajua kwamba fangasi wa Candida wanaweza kuongezeka kwa kiwango kikubwa ndani ya masaa 24 tu ikiwa sehemu za siri zitakuwa na unyevu na joto na kutosha? Ni mabadiliko ya kasi sana kuliko wengi wanavyodhani. Hitimisho. Mayaje moja. 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 Mayaje moja.